Rafiki, ni moja kati ya muda mzuri kabisa umewahi kutune in. Tumemaliza part 1, leo tuko part 2 ya mwendelezo wa somo bora kabisa kuwahi kutokea kwenye episode hii. Karibu tuendelee kujifunza. Usiache kumwalika rafiki yako. Karibu darasani. Amen. We are praying always. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa ya hiyo push niwahi kukutana nayo kabla ya kuja huko. Kwa hiyo ni kama ukiwa na push mentality ya prayers, ni kwamba ukiwa na issue yako unaona imekuwa nzito, hiyo ndio inaongeza intensity yako ya maombi kwenye mazingira ambayo when it is done intensity yako inapungua. Ndio kuna nafikiri wote we are aware, ikifikaga mwezi wa 12 wakati tunafunga mwaka kuja mwezi wa kwanza, makanisani watu tunakimbizana na maombi. Sasa baada ya hapo watu wanarudi kwenye default mode ya kuchukulia hizo maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia haitaki hiyo. Biblia inataka hivi, ile intensity ya maombi ya mwezi wa 12 ya mwisho wa mwaka, yale ya mwezi wa kwanza Januari, ni the same intensity iende February, March, April mpaka December tena mpaka tunakuwa. Manake that's our culture. Praise God. So our culture of prayer is praying always. Sawa? Na tulipata muda wa kujifunza sehemu tofauti kwenye maandiko ambapo inaonyesha ombeni bila kukoma, dumuni kwenye kuomba, praying always kwenye maandiko tofauti. Sawa sawa Kwa hiyo tukaona that's our culture as believers. Praise God. Last session sasa juzi tukaona okay, baada ya kuwa tumejifunza hivyo, swali linalokuja hasa kwa muktadha wa sisi namna tu ambavyo tumekuwa tukijifunza systematically. Swali kubwa linakuja, naomba nini? Yaani prayer points ni zipi? Praise God. Na muhimu kwa sababu kwenye context yetu tulipata muda wa kwanza kujifunza ile tunasema our reality baada ya kuamini, believers reality, si ndio? Nini kilitokea tulipoamini, si sawa? Tukaanza kujifunza zile kwamba tumehesabiwa haki, tumetakaswa, sisi ni makao ya Mungu, si ndio? Kwa kuangalia scriptures. Sasa swali la msingi ambalo obvious, kama ulikuwa Mkristo hapo, ulikuwa na zile practices za Kikristo, ukianza kujifunza zile truth, eneo la kwanza ambalo lazima liwe affected ni eneo la prayers. Wote mtakuwa mashahidi, mlipoanza kujifunza kweli, ilifika mahali kugundua naomba nini? Kwa nini? Kwa sababu kabla ulikuwa una maombi yako ya nusu saa ya kuomba toba na kumwomba Mungu msamaha. Then umejifunza wow, in Christ na sadaka ya Kristo imeni perfect. So unagundua that is no longer a prayer point. Si ndio? Sasa kama ilikuwa ina uwezo wa kuchukua 30 hours, actually 50% ya prayers zangu, maana yake sasa nimeshajifunza truth, maana yake 50% ya prayer yangu imekufa. Bwana asifiwe. Sawa? Lakini pia baada ya kuanza kujifunza, unaanza kujifunza moyo wa Mungu. Unagundua kumbe kwenye maombi I'm not going there to influence God. Yes. Tayari motive yako pia imeharibika. Tulikuwa na maombi ya sisi ilikuwa tukiomba kwa yale baada ya maombi ya toba yale ya nusu saa. Sisi tulienda mbali, sijui kama nanyewe mlifika, na mimi mtakuwa mmefika, tumisha Bwana. Unaanza kutakasa the so called malango 7 ya uumbaji ulipo. Yaani unaomba toba. Nanyewe mlifika Paangalia kwa mbali. Sisi tulikuwa na malango 7. Maana yake unatubu kwa ajili yako nusu saa. Unajiona ufai kabisa, unamwambia Mungu mimi ni mdudu tu, sistahili kabisa. Baada ya kuyamaliza hayo, unagundua ardhi uliyoikanyaga na yenyewe imeshuhudia dhambi, kwa hiyo inabidi kutakasa. Unaelewa? Kwa hiyo unaanza kutakasa ardhi. Tunawasi kama nitakumbuka, wanayaita kuna ardhi, kuna anga, viumbe hai kwa maana ya mimea. Tulienda mbali watumishi wa environment, una clear anga. Kwa tunatubu kwa ajili ya nini? Maji. Kwa vyote vilikuwa vinaitwa malango 7 ya uumbaji. Kwa ile na yenyewe ina kama nusu saa. Kwa hiyo unaweza kujikuta lisali moja unatakasa tu wewe mtumishi wa Bwana. Now you are here now, umeweza kugundua wow, kwa kazi ya Kristo he has perfected me. That precious blood of Jesus imeni cleanse kabisa. I'm totally perfect before him. I am righteous before him.
nimehesabiwa haki. Afu roho sasa nikiingia kwenye maombi na unaelewa, kwa unakuja kuundua so even what to pray for inakuwa ni important subject ya kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa sawa. Kuna ile nyingine ya maombi ya Roho Mtakatifu. Sisi tulikuwa tunaanza na wimbo kwanza. Uje unafanya kwanza zile za shuka kwanza, si ndio? Alafu wimbo ukienda dakika 5 dakika 10 unaanza maombi sasa. Roho njoo, karibu Roho. Karibu moyo wangu. Kwa unagundua pale kuna kama dakika 10-15 tena za maombi. Sasa kwenye session hizi umefundishwa Roho Bwana anakukalia milele. Haleluya. Unagundua Yesu alisema nitawapa msaidizi atakayekaa na ninyi milele. Bwana asifiwe. Unagundua amekuja kukaa ndani yangu na ni muunganiko usiotenganishwa tena. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Sasa I have the spirit of God in me. Anasema, je, hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Wow. Kwa ile tu wow. So kila asubuhi ni naye, mchana ni naye, jioni niko naye. Mimi ni permanent resident of the Holy Spirit. Kwa yale maombi ya kumkaribisha Roho Mtakatifu yamekata. Bwana Yesu asifiwe. So it calls for a necessity of a proper class of what, sasa niombe nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu kupata muda wa kujifunza kwamba tunaombea kitu gani. Sawa sawa. Na point ya msingi tulijifunza last session. Tukasema kama unajua ukifika kwenye kuomba nini tunakuwa na conflict of interest. Why? Kwa sababu tuna mahitaji, si ndio? Ambayo tungetamani ya kwetu binafsi au ile ya kibinafsi kuona Mungu anapushi hapa na hapa. So tunaweza kuingia kwenye mtego wa kutumia understanding ya prayer kutoka kwenye maandiko tukaiapply kwenye prayer points za kwetu. Unaelewa? Yaani baada ya kujua hivi kumbe Mungu hana subiri wala nini, he is ready to give me. Sawa? Halafu tukaingia kwenye mtego wa kutaka prayer focus ikawa ni mahitaji yako. That's why tukasema last session ya kwamba kama tumekubali Bible itufundishe kwenye engo nyingine zote za maombi, kwenye aspect nyingine za maombi, kama maombi ni kitu gani, tunamwomba nani, kwa nini tunaomba, lazima tuwe humble enough pia kukubali Biblia itufundishe tuombee nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So lazima tufike hapo. Lakini pili, fact ya pili ni kwamba unagundua kama maelekezo ya maombi ni praying always, unagundua mahitaji yetu hayawezi kukufanya ukapray always. Si sawa? Yaani kwa mfano mimi leo niko single. Inawezekana nikafika mahali kuoa likawa hitaji langu. Nikisema hiyo ni motivate niwe na intensity ya prayers, maana nikishaoa intensity ya prayer itapungua au sintaomba kabisa. Si sawa? Inawezekana ipo kwenye mahali au mtu anapitia kwenye changamoto ya kifedha, financial, si sawa? Kwa sababu apostle anapendaga kutuambia relax, tumwamini Mungu. All your situation is temporary. Everything is temporary. Kila kitu kitachange. Si sawa? So the situations au circumstances ambazo tunazipitia kwenye maisha, they are very temporary. That temporary situations haziwezi kukusaidia uwe na permanent prayer life. Praise God. Sawa sawa? Yaani hizi kwamba nahitaji hiki, nataka mke, nataka mme, nataka fedha, nataka hiki, nataka kile, nataka kile, haziwezi kukusaidia uwe na maombi ya wakati wote. Uwe na a permanent culture lifestyle ya prayer. Sawa sawa? Because they are very temporary and they change. Si ndio maana temporary, si sawa? Kwamba zinabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. So hatuwezi kuthubutu hata kwa wakati mmoja kujenga prayer culture yetu kwenye prayer focus temporary. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo prayer culture yetu tunapaswa kuijenga kwenye prayer focus ambayo na yenyewe ni eternal. Yaani kama tunaomba daima, kama tunadumu kwenye kuomba, kama tunaomba always, manake prayer focus pia ambayo tunapaswa kuombea inapaswa kutupeleka hapo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko sawa sawa watumishi wa Bwana Kwa hiyo hapo sasa ndipo tunapoenda sasa. Okay, tunaanza kuona kanisa la kwanza lilikuwa linaombea nini? Si ndio Maelekezo ya nyaraka yameelekeza kiombewe nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasoma tukasema kitu cha kwanza ambayo tulistudy ya kwamba maelekezo ya maandiko yamejaa maelekezo ya kuomba kwa ajili ya wahudumu wa Injili. Ministers of the gospel. Focus yako ikijengwa hapo, utaomba kila siku. Sawa Kwa tunaomba nini? Prayer focus yetu according to maandiko ya kwanza, tunaomba kwa ajili ya wahudumu wa Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sadly kwamba nazungumza experience ya kwangu kabla ya kukutana na hii kweli, nilikuja kujigundua kwamba sijawahi kuomba prayer point ya Biblia. Sijui ndugu zangu, na sio kwamba nilikuwa siombi, nilikuwa sasa msingi unaweza kaiweka naombea nini? Everything but nothing. You see? Wewe ukija kuangalia hizo kujua hiyo huduma Injili naanza kuwaombea lini, si ndio? Umeona? Kuna kuja kugundua kidogo kulikuwa na changamoto. Bwana asifiwe sana. Yaani ukijifunza unakuja, na ndio maana ni muhimu sana wakati mnaanza hizi classes Apostle kwenye madarasa ya kwanza kwa anasema why ni muhimu kujifunza Biblia. Actually haya madarasa kama utagundua miongoni mwa vitu ambavyo vimekusaidia kuheshimu Biblia. Sawa, yani yamekusaidia kuiheshimu Biblia, kwamba hiki Biblia ilichokisema, yani mpaka sasa hivi unasema kwani Biblia inasemaje? Halafu kile kilichosema mwanzoni tulikuwa tunasoma, unaweza ukakisoma kitu kilichoko na ukakiacha na ukaishi maisha yako. Sawa, lakini at this moment imeanza kukujengea kuheshimu kile kilichosema kwenye maandiko, ukiona kikiwa kwenye uhalisia wa mwenendo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa. Kwa hiyo unaweza kwa mfano zile huwa nawaza mpaka leo, kama tulikuwa tunaomba kipindi kile na tulikuwa tunatumia Biblia, tulikuwa tunaombea nini? Maana yake ni kwamba tulikuwa tunatumia maandiko halafu ni kama kujipachikia tu, lakini literal tulikuwa hatuombi sawa sawa. Yani unaweza ukausoma mstari, kwa mfano unasoma Warumi 6:23, unatafuta unachokitaka, unasema mshahara wa dhambi ni mauti, si ndio? Unaiacha hapo, pale mbele imeendelea karama ya Mungu ni uzima. Sasa kwa sababu tunataka tuingia kwenye kuomba, angalia, tunasoma mstari huo halafu tunapelekana kwenye toba. How on earth is that related? Si sawa? Watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure. Sasa hapa kwenye kuhesabiwa huwa hatuendi. Kwa hiyo tunaishia watu wote wametenda dhambi, halafu tunaambia wote tumetenda dhambi, halafu tunaanza kulia. How is that related to prayer? Kosa la kwanza ambalo linaweza likafanyika, ambalo linafanyika, ambalo lilikuwa limetupelekea hapo, ni kusoma Biblia vibaya. Huyo ndio mama aliyezaa vitu vyote na practice zote ambazo hazikuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa ndugu zangu Kwa sasa tunaporudi kwenye maandiko matakatifu, unasoma unagundua maelekezo ya kwanza yameelekeza kuomba kwa ajili ya wahudumu wa Injili. Sawa? Tukasoma verse, tulisoma Warumi 15:30 mpaka 32, Romans 15:30-32. Romans 15:30-32, sawa, ambao anasema kwamba jitahidini pamoja nami katika maombi yenu. Sawa mkiomba kwa ajili yangu, mstari wa 31. Sawa Warumi 15:30 mpaka 32. Tukasoma Waefeso 6:18 mpaka 20. Ephesians 6:18-20. Waefeso 6:18 mpaka 20. Sawa. Tukasoma Wakolosai 4:2 mpaka 4. Colossians 4:2-4. Sawa nimesema zitaje hivyo, utaenda kusoma. Sawa lakini kwenye 31 Warumi 15:31 anasema, anaelekeza jitahidini pamoja nami kwenye maombi yenu kwa ajili yangu. Tulitaka kuangalia ile kwa ajili yangu. Kwa maana kama anasema kwa ajili yangu, ni nani aliyeandika waraka wa Warumi? Ni Paulo. Kwa kama anasema kwa ajili yake, maana yake hapa tunamuombea mhudumu wa Injili ambaye ni Paul. Sawa ali-instruct kanisa lote la Romans limuombee. Praise God. Kwenye Ephesians 6:18-20 anasema mkisali kwa nini? Kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkidumu katika jambo hilo. Mstari wa 19 anasema na pia kwa ajili yangu. Sawa Kwa 19 kuna kwa ajili yangu. Sawa
Kwa hiyo tunaona kwa ajili yake hapa nani? Ni Paul. Colossians 4:2-4 anasema dumuni sana katika kuomba na kuomba katika jambo hili pia kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukafika mahali tukaona msisitizo wa kuomba kwa ajili ya wahudumu wa Injili ni undeniable kwenye maandiko. Praise Jesus. Hallelujah. Kwa hiyo iko wazi sana hata kwenye Wathesalonike wa pili 3. 2 Thessalonians 3:1-2. Sawa? Anasema tuombeeni. Sasa ukisoma pale tuombeeni unagundua kwenye Wathesalonike alikuwa ni Paulo, Silwano na Timotheo. Sawa, ndio walioandika waraka wa Thesalonike. Kwa hiyo anawaambia tuombeeni. Who is Paul? A minister of the gospel. Who is Timothy? A minister of the gospel. Who is Silwano? Ni mhudumu wa Injili. Kwa hiyo unagundua kumbe prayer focus. Kwa hiyo anaposema dumuni kuomba kwa ajili ya wahudumu wa Injili. Sawa sawa. Sasa tukasema kama ni hivyo tunawaombea nini wahudumu wa Injili? Si ndio? Vipi tunaanza kukaa kwenye maombi ya wahudumu wa Injili wapate private jet? Tumishi wa Bwana what are we ili iweje? Sasa yani kama tunawaombea ili iweje? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa tukaona kwenye Warumi 15:30 mpaka 32 pale. Sasa tuisome kwa hapa tunapoenda kwamba tumeshaona kwa habari ya kuwaombea wahudumu wa Injili. Is that okay kwa kila mtu? Yes. Kwa swali linalofuata tunawaombea nini? Si ni sawa? Kwa hiyo hebu tuende kwenye hiyo Warumi 15:30 mpaka 32, sawa? Romans 15. Kama kuna mtu amepata anaweza kutusaidia kusoma. Biblia inasema sawa. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo na kwa ajili ya upendo uletwao na Roho muwe pamoja nami mkiniombea kwa Mungu. 31. Ombeni niepushwe na wale wasioamini walioko Uyahudi. Umeona? Kwa hiyo anaomba awe safe kutoka kwa wasioamini. Umeona kitu cha kumwombea hapo? Yes. Na kwamba huduma yangu huko Yerusalemu ipate kukubaliwa na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. 32. Yes, malizia. Ili kwa mapenzi ya Mungu niweze kuja kwenu kwa furaha, niburudishwe pamoja nanyi. Haleluya. Unaona Paulo hapa ana watu wawili. Wasioamini anamtafuta, kwa anaombea aepushwe nao. Wanaoamini hawamtaki, anaomba ombewe wamkubali. Kwa huduma ya Paulo ilikuwa nzito kidogo. Sasa kwa hiyo anasema niepushwe na wasioamini. Kwa prayer point ya kwanza tunapoomba kwa ajili ya wahudumu wa Injili, tunawaombea kwamba wawe preserved against hila zote za adui. Sasa adui tutamstadi hapo mbele, kwa sababu kwa notion ukimfikiria shetani tunafikiri kwamba ana operate kwenye vacuum, yuko mahali fulani hivi anafanya Massachusetts hapo juu. Sasa kwa hiyo hapa anasema niokolee na wasio amini. Sawa. Alafu cha pili, huduma yake kufanya nini? Kukubalika. Sawa, ikubaliwe na watu wa Mungu. Ukisoma kwenye Kiingereza anasema huduma yake ikubaliwe katikati ya waamini. Yes. Sawa. Sasa ndugu zangu Yes. Kwa hiyo unagundua kwa hiyo sasa kwenye huduma yake kukubalika ukistudy vizuri tumejifunza mara nyingi ya kwamba ukitaka kuelewa vizuri nyaraka, context yake ni Matendo ya Mitume. Yaani ukitaka uwe na uelewa mzuri sana wa nyaraka zote, soma vizuri Matendo ya Mitume, unaielewa. Kwa Paulo anavyosema huduma yake kukubalika, ukirudi kwenye Matendo ya Mitume unagundua kwa sababu Paulo alikuwa Sauli, si sawa? Ambaye alitumika sana kuwatesa waamini. Leo amechange, watumishi wa Bwana hawakumuelewa. Si sawa? Actually kuna nani hata wakati wa Anania anatokewa na Mungu, anaambiwa kwamba aende wapi? Aende akamwombee Paulo. Anania alimgomea Mungu. Baba, huyu ametoka huko amekuja kutukamata. Mungu akamwambia hapana, hiki chombo changu. So ile tu inaanza kukuonyesha kwamba hata waamini waliokuwa Yerusalemu kumkubali Paulo ilikuwa ni mtiti. Na what I like about Paul, ambacho kwa kweli kama kanisa ni muhimu kukijifunza, Paulo hakwenda kwenye round table
kwamba yes, I was persecuting you, nani, but now I've changed. He kneeled down and prayed. Naamini leo kwa kanisa letu na motive na understanding za leo watu wangeenda, mimi shabadilika, ni kweli ni nani, lakini Mungu si anasamea, na nyie sameeni bwana, na mimi nimebadilika. But Paul mpaka anaomba pray for me, hakwenda kwenye discussion. Alipiga magoti akaomba, manake anajiombea na analiomba kanisa la Warumi, pray for me, ili ninapoenda kwa hawa ndugu nipate kibali kwao, kwamba wanikubali kwamba na mimi ni mhudumu wa Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hiyo scenario unaisoma kwenye Matendo ya Mitume 9:11 mpaka 17. Issue ya Anania. Sawa? 11 mpaka 17. Anania anapewa maelekezo ya kwenda. Kwa hiyo Anania hakuwa tayari kabisa kumhudumia Paulo. Anambia nenda, amekuona Bwana, umemwekea mikono, ameona. Anania akasema hapana, huyu mtu amekuja kutukamata. Sawa? Sasa good thing kwa Anania, unajua huwa nikilistadi kanisa la kwanza huwa ninakuwa na wivu nalo. Naisemaga mara nyingi hata baba anapokuwa anatufundisha, unaanza kuwa na wivu nalo. Why? Angalia quality ya waamini wa hili kanisa. Anania hakuwa kiongozi. Anania ni mwanafunzi tu. Lakini imagine ana uwezo wa kukaa na kuconversate na Mungu. Go there. No Lord. Kuna hiki na hiki, anambia no relax. Huyo ni wa kwangu. Namfanya atakuwa chombo changu, alichukua jina langu kwa mataifa. Anasema okay. Anania anatoka tayari amepokea instructions. Sisi watu kama hawa leo, Anania ilikuwa awe chief apostle. Sindio? Ameongea na Mungu. Na amepata maelekezo. Yaani ingekuwa a big issue.